Nitachanganya English and Kiswahili. You know, as leaders tunafikirianga tunajua sana. Tunajua chenye wananchi wanataka. Si lazima tuwaulize, si tunajua. Siluana hata mwaka ingine wamedecide wanajua chenye wananchi wanataka. Wamesukuma, wananchi wameenda kwa street wanasema hawataki. Bado wanafanya nini? Sababu wanafikiria wanajua. Mwisho mambo ikaenda vibaya sana. They finally had to listen. Hiyo ni attitude na kuanga na viongozi, that tunajua chenye wananchi wanataka. But that is not the attitude nataka kukua nayo kama nataka kukua kiongozi wa Nairobi. Kwa hivyo nikasema kitu ya kwanza, before nianze campaign, before nianze kusema hii ndivyo nataka, sijui najua nini, kwanza nikuje kwa wananchi waniambie chenye wanataka. They tell me their pain points. Waniambie shida iko wapi. Ndivyo hata nikisema ni kufanya campaign, nikisema ni kuandika agenda, manifesto, nikisema tunaenda City Hall, najua exactly nini wananchi wanataka tufanye nini, to deal nayo. A new deal for Nairobi is anchored on people-centered and service delivery focused leadership. Watu kwanza, kusikiza watu kwanza. Nimefanya kazi kwa muda mrefu na former President Uhuru Kenyatta for 10 years, actually more than 10 years. Sababu tulianza na yeye kazi campaign TNA, tukaingia kwa serikali tukafanya miaka 10. Kutoka hapo tukafanya campaign with His Excellency Raila Odinga. Mkamuangusha. Alafu majuto ikakuja baadaye. Alafu sana tukafanya safari ya kwenda AU. And through that whole period nimefanya kazi nao viongozi wa nchi, visionary leaders, great leaders of this country and of this continent. Nimesoma mambo mingi sana. Nimetembea na wao, just not Africa but around the world. Nimetembea nchi mingi sana za dunia. Na wakati mwingine tunaenda very big cities. Unapata city iko na population kubwa sana, hata Nairobi haiwezi karibia. Lakini hiyo city kuna maji kila mahali. Kwa nyumba unafungulia maji, unafanya nini? Unakunywa. Huhitaji hata kuboil. Hapa si lazima tu boil maji ndio ukue sure uko safe, Unafungulia maji ya mfereji, unakunywa. Sababu ni safi. Sometimes streets in some countries ukitembea kwa street, hata kuko na fountains ama springs, unafungua maji, unafanya nini? Unakunywa. Security, even with that high population, security iko. Hata ukiingia huko, simnasikianga wanakuanga na underground tunnels za train. Whatever time of the night, unaweza ingia huko na kuchukua nini? Train. Hakuna jamaa atakupiga nini? Ngeta. Kuna tunnel inajengwa hapa Nairobi from Green Park Terminus kukuja CBD. Ndio watu wakitoka kwa matatu wanapitia hapo, ndio kutana na traffic ya magari. Niliona watu wakiulizana social media, kama tunapigwa ngeta huku juu. Kama huku juu tunapigwa ngeta na ukijaribu kupitia kwa hiyo tunnel, si itakuwa mbaya? Kwanza kwetu sisi wa mama tunaweza jaribu kupitia huko. Afadhali tupitie huku juu, tukipitana na magari ni sawa tu, lakini we will try to be safe. Kama ni mahospitali hizo nchi, and I've said the population is very high, lakini mtu anaenda hospitali za umma, si private. Kuna madawa, kuna madaktari, kuna health workers. Cleanliness, miji safi sana. Hapa Nairobi ukikuja sasa, kwanza I don't know even what is happening. Kila kitu garbage, filth. Kila mahali kunanuka. And it is getting worse. Jameni, hata ukaenda nyumba ya mama upate kuko na uchafu. Hata kwa nyumba hawezi osha. Kuna kazi nyingine anaweza kuambia anaweza fanya, if garbage alone anashindwa. So I keep asking myself, hizo nchi natembea naona hiyo mambo yote mazuri na population iko high na kuna watu wengi.
Kwani they are not run by human beings? Ni wanaume na wanawake wanarun hizo cities, si ndio? Kwani hapa kwetu we cannot get men and women who can actually do that? Kukusanya, kutengeneza sewers, kukusanya garbage, making sure that systems work. It's just human beings. Kama huko kwingine wanafanya, si hata hapa wanaweza fanya. It's only that we are not finding there. So what we have, because we get poor leadership, mismanagement ya resources inaingia hapo. In the last 3 years of this administration of the county government, they have received 100 billion. 100 billion in the last 3 years. Out of that, 30% inafaa kwenda kwa development. 30%, which is 30 billion. Only Amigo, 10 billion is going to development. Out of 100 billion in the last 3 years. 10 billion pekee ndio imeenda kwa development. Hiyo ingine ghost workers. Hiyo ingine sijui recurrent expenditure which they cannot explain. Alafu unajiuliza mbona kuna uchafu? Mbona mahospitali hazijengwi? Pesa inaenda kwa mifuko ya watu. Instead of restoring dignity, instead of kuangalia watu wapatie dignity, uwashughulikie. Pesa leaders ni kukula, wanakula hiyo pesa. Na ni nyinyi mliwachagua. Mkawapenda, mkawachagua, and you believed in them, but they have let you down. Naambiwa hapa hakuna level 4 hospital. Ni ukweli? Wamama wetu wakitaka kujifungua Kiambu, another county, surely. Ama Mama Lucy, a big constituency like Kasarani na Roysambu pia. It's not fair. Na pesa iko inaenda kwa mifuko ya watu. Ni vizuri kuna jengwa soko, lakini hapa hiyo soko moja itatosha kweli? We must have soko in every ward. The population here is very high. Ndivyo hata mtu akienda kushop, unaenda kushop na dignity, si mahali mnafinyana, sijui mnaangusha nyanya za wenyewe, mnafanya nini? Mabarabara, shida kubwa. Unajua uongozi wa Uhuru, and I'm a student of Uhuru in terms of development. Nakumbuka Kenya ilikuwa construction site akiwa president. Akaleta kitu inaitwa NMS, akasema hii Nairobi lazima tuipange vizuri. Akaleta NMS. NMS built at least 24 health centers. Hata kwa slums kwenye kukuwa na mahospitali, health facilities wakajenga. Kajenga over 300 kilometers of roads. Hizo barabara za mitaani. Boreholes, karibu boreholes 200. Ndio watu wapate nini? Wapate maji. Alafu sasa hiyo kazi yote, na also hata kuemploy health workers, they employed about 1,600 health workers. Lakini sasa uongozi mwingine ukaingia. Ile kazi yote ilikuwa imeanzishwa na NMS under the leadership of Uhuru Kenyatta, yote ikafanya nini? Yote ikalala. Shida zikarudi. Hata now we are even in more problems than we used to be in. Tulikuwa tumeambiwa tuchague Igathe, lakini sasa tukasema tunataka mambo ingine. Ni sawa tu. But we have learned our lessons. And this time around we must do things differently. Na msikize kiongozi akikuja, si maneno matamu peke yake. Uliza question, uangalie track record ya huyu mtu. Iko aje? Huyu mtu amekuwa ako kwa leadership yenye, like for example I've said I'm a student of Uhuru Kenyatta in terms of leadership, na nitaangalia vile alikuwa anafanya maneno, na niende kwake pia niulize mawaidha. We must do things differently and we must restore the dignity of our people. As leaders we must think, watu wetu wanataka nini? Mbona tuachilie hii uchafu wote? Mbona wapitie kwa hizi barabara? Mbona wamama wakose hospitali za kujifungua jameni?
The process of giving birth is so important for our country. Sababu tukikosa kuzaa, tukikosa kuprovidea mama wetu pahali pazuri pa kuleta watoto duniani, who will build this country? What is the future of this country? Kama mnaangusha education, mnaangusha health, sasa mnataka ni sisi kama wananchi tufanye nini? Those are the two things, some of the two things that affect every family. Kuna mtu aendi hospitali, kuna mtoto aendi shule. Alafu watoto wakikuja tena ECD centers hakuna. Apart from the ones attached maybe to a primary school, hakuna zile stand alone. Unajua mtoto wako ako huko, ako safe, ako the right environment with kids of his or her age. Hiyo mambo lazima tuangalie. Na mambo ya maji, sanitation pia. Nasema tukikosa kuprovide water for people, clean water, sanitation, familia inagonjeka, inapata cholera ama typhoid. Hiyo siku mama na baba wataenda kazi, wapeleke watoto hospitali na wao wenyewe. These are wage earners. Hao ni watu wanapata mshahara ya kila siku. Hiyo siku you have denied them that wage. Na pia ile kidogo walikuwa wamesave. Umefanya nini? Umefanya watumie. So we are keeping people in a constant cycle of poverty. On top of that, you deny them all the important amenities, including health facilities, including medicine. Wanaenda hiyo hospitali hata hakuna madawa. Frustrations kila siku. And those are some of the things I want to deal with, but I also want to listen to you. And I've come and I've listened and you've mentioned all those things. And as I plan for this campaign, those are things that I'll be constantly thinking about and trying to find a solution. Wamboi, I heard you. We have other like-minded people in this Nairobi. We have Babu Owino, tunajua ile kazi anafanya kule Embakasi East. We know Sifuna mtetezi wetu. Ndio. Tutaangalia vile tutafanya kazi tukiwa wote, ndio hii Nairobi fanya nini? Ilainike na isonge mbele. Sawa sawa. So a new deal for Nairobi ni mwananchi kwanza. Mwananchi kwanza. Kwanza tusikiza wananchi. Sisi kujisikiza kama leaders alafu tunaingia hapo tunaanza kuibia watu. Because the projects we care about ni zile zinaleta pesa kwa mfuko, si zile zinahudumia wananchi. Since that tutasema tuweke street lights sababu we need a street lights in this area ndio watu wasipigwe ngeta. Tunaangalia ni project gani, tutatenga nini ilete pesa kwa mifuko yetu. Those are things we need to look to. And I'm offering myself for leadership. And I've said I'll be listening to you. Hapa ndipo nimeanzia, munitume kazi, wa mama mimi ni wenu, munishikilie. Munishikilie na waomba. Mukikosa kunishikilia nitazama. Mukikosa kunishikilia wa mama nitazama. Niko, tizami tutashikana. Tutaenda hii campaign pamoja, nchi ya pamoja. Asante sana, Mungu awabariki. DJ weka wapi. Hebu tusimame wote.